Majira saa 7 tulipokea taarifa kwamba kuna mwili umeonekana umezama hapa katika bwawa la Chani Masingini. Tumekuja kwa ajili ya kuokoa huo mwili, lakini jitihada zote zilizofanyika hatuweza kumfanikiwa hilo, sababu maji yalikuwa mengi, lakini na tope pia nyingi. Leo tumerudi tena asubuhi. Kwa bahati tumefanikiwa kumuona huo mwili wa binadamu leo asubuhi. Kitu cha kwanza ni kutoa taarifa vituo vya maokozi. Wanatakiwa watupigie kwa simu yetu 114 na hii ni bure. Kwa urahisi kabisa wanatupata. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni kutafuta, alafu wao ndio watatafuta hatua za kwanza. Tumepokea mwili wa marehemu ambao umeletwa hospitalini kwetu hapa na maofisa wa polisi. Mwili huo unatokea maeneo ya Chaani ambao inasadikika kwamba alizama kwenye maji. Kwa hiyo tumefanyia uchunguzi na imegundulikana kwamba sababu ya kifo chake ni hiyo kuzama. Kwa hiyo tunafanya taratibu zote za kisheria na ili kuwakabidhi ndugu zake kwa ajili ya mazishi. Shika taarifa kwamba kuna kijana kazama kwenye bwawa la Chani Masingini. Na mimi nikatoka nikaja kuangalia kwenye eneo, bahati nzuri nikapigia simu watu wa uokozi. Bahati nzuri watu wa uokozi wamekuja kuanzia jana kufanya mashirikiano, lakini kwa jana mpaka muda aliomaliza zoezi hatukufanikiwa kuona mwili wa marehemu. Lakini leo tumeamka salama, tumekuja tumefanya mazoezi, bahati nzuri mwili tumeuona na uko salama na ushakabidhiwa. Wito wangu kwa jamii, tusipendelee kuchezea kwa sababu sasa hivi maji ni mengi sana na vijana wetu tuwakataze, kwa sababu mimi natoa ombi tu na ushauri kwamba maji hivi sasa yanakuwa na nguvu sana na tusipendelee kuendelea katika maeneo ya maji. Maji ni hatari sana. Ilikuwa tuko na driver wetu mwingine. Sasa huyo ndio alikuwa anataka tuingie katika maji. Yule naye tukamwambia bana, wewe usiingie katika maji, bado uwezo wako mdogo. Lakini katika kukaa yule jamaa kadandia gari akaanza kuingia katika maji. Tabii nikaenda naye tukatoka mimi na yeye tukaenda naye. Mimi nimekamata kamba, yeye anaogolea tu hivi vituputupu kama kunipa sapota. Haya tukapiga mogo mimi ndo na kamba, yani kufika maeneo ya kati na kati hapo. Yule anaona mimi mwenzangu akaanza kuregea. Tabii niache kamba nimfuate yeye. Nikaanza kumtoa pale kumvuta kwa sababu ilikuwa naenda chini. Tabii mimi nimkamata ukosi. Juu nikaanza kuja naye mpaka huko pembeni. Na mimi nguvu zikanishia, itabidi nimwachie. Nikatafuta upumzi wangu kuja juu.